Wakati mwingine tu tunakuletea katika kipindi hiki vijana na maisha. Hiki ni kipindi kinachoangazia maisha ya vijana na mtazamo wa kiroho na kijamii popote walipo wapenzi ama wapendwa ambao mnaendelea kufuatilia kipindi hiki. Na leo tunaleta samahani pale. Leo tunaleta mwongozo wa kuisoma Biblia ambako tunaangazia leseni ya wiki hii ili kujifunza ni kipi kile Biblia inazungumza aswa katika kanisa la Kiadventista, na jinsi ambavyo tunaweza ama jinsi ambavyo lesoni hii inaweza kutuongoza katika kuisoma Biblia yetu kila siku. Na kama kawaida, jinsi ambavyo unafahamu mpendwa, ni kwamba tunahimizana kwa ushirikiano wako, na pia unaweza kutuma jumbe kupitia kwa ukurasa wetu wa Facebook pale kama Abax Global Radio. Tuandikie ujumbe wako, kisha baadaye tutakuwa tunasoma ujumbe huo baadaye kwa kwamba leo hii ni siku ya Ijumaa, siku ya kuikaribisha Sabato takatifu tarehe 28 Januari mwaka 2025. Hitilafu hizo tumezishughulikia pale na tutakuwa tunaendelea kusonga mbele zikiwa zimesalia dakika 3 iweze kutimu mida ya saa 6 kamili, na ifikapo saa 6 kamili basi nitakuwa nikikufahamisha kati ya yale ambayo yanaendelea hapa nchini ama taarifa zile ambazo tunaendelea kukuandalia humu katika studio zetu, kisha baadaye tutaendelea moja kwa moja katika mazungumzo ya siku ya leo, haswa leseni ya wiki kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 24 siku hii ya leo. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi Morara. Usiende mbali, kwani hivi punde nitakuwa nikirejea. Wanapoenda chini kwa chini, Kwale ni kwaya ile ambayo inajulikana kama Masenze SDA, na kwaya na wimbo wao nimesikiliza habari njema, ikiwa kwamba wanatufikisha dakika 6 baada ya saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Marekani ya Kati pale ni saa 9 na dakika 6 ambazo zimekatika mji wa Wellington, Texas, na maendeleo ambao ni karibu. Kwa kwamba mpenzi ama mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia, nikikukaribisha tena tunapoendelea kipindi chetu vijana na maisha, mwongozo wa kuisoma Biblia. Kwa kwamba leo hii katika mada ile ambayo tunaangazia katika mwongozo huu wa kuisoma Biblia, kuichanganua leseni ni Mungu mwenye shauku na huruma. Kwa kwamba fungu la kukariri linatoka katika kitabu kile cha Isaya 49:15, na Biblia inasema hivi: Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata hasimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Nirejelee tena. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata hasimuhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Kwa kwamba ni fungu la kukariri, na baadhi ya mafungu yale ambayo tutayasoma katika leseni hii ni kiwemo Zaburi 103:13, Isaya 49:15, ikiwa kwamba hilo ndilo fungu la kukariri, Hosea 11:1 hadi 9, na Wakorinto wa pili 11:2, na Wakorinto wa kwanza 13:4 hadi fungu lile la 8. Basi wakati huu ningependa kumkaribisha mwalimu wetu Bwana Habakkuk Nyamweya ajitambulishe pale ili aweze kufanya ombi na tufanye utangulizi katika leseni hii ya wiki hii ambayo mada yake ni Mungu mwenye shauku na huruma. Karibu sana Bwana Habakkuk, na jihisi nyumbani. Karibu. Asante sana mwelekezi wangu pale Bwana Chef aka the presenter. Ninashukuru kwa mwaliko na nataka nikusalimu mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Na imani ya kwamba umekuwa salama na Mungu amekulinda salama baada ya takriban natumai majuma mawili sasa tangu tulipoonana. Lakini hata hivyo Mungu amekuwa mwema, tena nimerejea hewani. Ni mimi wako mchungaji ama lay preacher ama lay pastor Habakkuk Nyamweya. Mahala popote ulipo, nataka nikukaribishe kwa njia ya kipekee ili ya kwamba tuweze kujifunza katika leseni ya leo. Lakini kabla hatujaanza kujifunza leseni ya siku ya leo, naomba tuinamishe vichwa vyetu kwa ajili ya sala ili ya kwamba tuweze kuendelea. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru
tunasema asante kwa umbali huu ambao mfalme umetuleta. Mlinzi wa kipekee, umekuwa mwema kwetu. Nehema zako ni za ajabu na upendo wa kipekee ulio pamoja nao kwetu. Nafasi nyingine njema naleta mpenzi mtazamaji miguuni pako, pamoja na msikilizaji mahala popote walipo. Tunapoanza kipindi chetu cha vijana na maisha katika mwongozo wa kuisoma Biblia, tunaomba Kristo neema zako zituongoze tangu sana hata milele. Ni katika Kristo Yesu tumeomba tukiwa na imani. Amen. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji mahala popote ulipo wa Wana AGL News, naomba nikukaribishe kwa ajili ya fundisho la siku ya leo. Ni maandalio ya Sabato, tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya Sabato ya juma hii. Kwa hivyo kama vile mwelekezi wangu alivyosema, ni kwamba tunazungumzia katika leseni ya 4, tuna mada, na mada yetu inazungumzia kuhusu God is passionate and compassionate. Yani Mungu ni mwenye huruma na shauku. Natumai ni shauku. Ndio, Mungu ni mwenye huruma na shauku. Kwa hivyo leo tungependa tuangalie Mungu anaonekanaje ama anakuwa mwenye shauku na huruma kwa namna gani? Unajua, wakati mwingi shauku huonekana labda kitu fulani kinapotendeka, na pia huruma huonekana labda kitu fulani kinapotendeka. Labda nisungumzie shauku kidogo. Mtu ama tuseme kama ni kuku, wakati mwingine kuku mnyama ama ndege wa kufuga. Kuku anakuwa na vifaranga, na kuna adui wa kuku ambaye ni mwewe. Wakati mwingi mwewe anapokuja na anaponyakua kale ama ama kile kifaranga cha kuku, huwa kuku anachukua muda fulani akiwa anapiga kelele kwa namna hiyo. Kwa hivyo yani anakuwa na shauku kwa sababu mtoto wake amefanya nini? Amenyakuliwa kutoka kwake. Kwa hivyo anakuwa na wasiwasi kwa muda fulani, kwa dakika fulani. Kuku nikuje katika maisha ya mwanadamu. Labda wakati mwingi tunapoenda labda kule hospitalini, unaona wagonjwa wanakuwa pale, watu wanaugua katika maradhi haina tofauti, na kuna wengine ambao wanaolia sana. Kwa hivyo sisi kama wanadamu tunapopita pale, wapo wengine waliobarikiwa, wakati mwingi wanakuwa na huruma sana kwa wale ambao wanaolia. Yani miili yao haikui vizuri, yani wanajihisi wakiwa wanyonge kwa sababu walionyesha huruma kwa watu fulani labda waliougua pale hospitalini. Ama kuna wengine ambao wanaokuwa na huruma, tunapopita hapa katika streets tunapata watu wengine ambao hawajiwezi. Mtu anakuwa na huruma, anaondoa fedha, na anapoondoa kile fedha anakitumbukiza labda ndani ya kile kikombe, ama labda ndani ya kile kitu ambacho yule mtu asiyekuwa na uwezo anachoombelea pale kwenye street. Kwa hivyo ni katika harakati ya kupambanua maana ya shauku na maana ya huruma. Lakini kwa Mungu ni zaidi ya hapo, na shauku hii tunayoizungumzia leo itaonekana baina ya mwanadamu na Mungu wa mbinguni, ya kwamba Mungu ni mwenye shauku kwa mwanadamu, tena ni mwenye huruma kwa mwanadamu. Karibu katika fundisho la siku ya leo. Mwelekezi wetu alitusomea kile kitabu cha ambacho ni kifungu kuu katika kitabu cha Isaia 49 mstari wake ni wa 15. Biblia iliuliza vema hivi: je, mwanamke ama mama anaweza akamsahau mtoto wake wa kunyonyesha na mtoto wake la tumbo lake? Ni swali Biblia iliuliza, ya kwamba je, inawezekana mama ama mwanamke wa kunyonyesha akamsahau mtoto wake wa kunyonyesha ama mtoto wa tumbo lake la uzazi? Biblia ikajibu hivi, ikasema ya kwamba surely they may forget, yani hakika inawezekana aweze kusahau mtoto wake. Lakini Biblia ikasema hivi, yet
I will not forget you. Lakini bali mimi Mungu wa mbinguni sitakusahau wewe. Sikia mpendwa. Kwa hivyo Biblia inatufungulia kuhusu maana ya huruma na shauku Mungu aliyo nayo kwako. Tumeona akina mama wengine wanasahau watoto wao kwa sababu labda hawana huruma wala shauku katika maisha wala watoto wao. Ndio maana unaona katika dunia tunayoishi leo, inawezekana hata mama mzazi anaweza akajifungua mtoto. Anapojifungua yule mtoto, wengine wanachukua bila shauku, bila huruma, wanaweka ndani ya karatasi. Mwingine anatembea, anafika barabarani mahali fulani, anaegeza pale. Wengine wanazalia wanazaa watoto wa tumbo la uzazi yao. Anapozaa anachukua yule mtoto, mwingine anaua, mwingine anasaidiana bila shauku, bila huruma. Lakini hebu sikia hivi nikwambie, Biblia inaonyesha ya kwamba leo inatuonyesha ya kwamba Mungu wetu ni mwenye shauku, na zaidi ya kuwa na shauku, tena yeye ni mwenye huruma katika maisha yetu. Kwa hivyo anatuonea sisi huruma. Na Mungu huyu, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nataka nikukumbushe ya kwamba Mungu huyu anasema ya kwamba yeye hawezi akasahau mtoto wake ambaye ni wewe, kama vile mama wanaweza wakasahau watoto wao. Ndio sababu mwelekezi wa leseni alikuwa anasema hivi ya kwamba alikuwa ameandika haya maneno. Nataka nisome katika kipengele cha kwanza na kile cha mwisho. Mwandishi alikuwa anasema ya kwamba emotions are often viewed as undesirable and to be avoided. Yani hisia zinaonekana kana kwamba ni kitu ambacho sio cha tamana sana, sio cha kutamani sana, na zaidi ya kutamani anasema ya kwamba ni kitu ambacho watu wanastahili kuepukana nacho. Kwa mfano, ni emotion ambayo inaweza ikaonyesha mtu aweze kuwa na shauku kwa mtu fulani ama kuwa na huruma fulani. Mtu asipokuwa na hisia anaweza akakusahau, anaweza akakutenga, anaweza akayafanya mabaya kwako. Lakini mwandishi anasema ya kwamba for some people emotions are intiscary, irrational, and thus the good man or woman could not be described as emotional. Yani wakati mwingine kwa watu wengine inaonekana kuwa ambacho ni kitu kibaya, na watu wa Mungu ama mtu mwema ama mwanamke mzuri afai kugundulika ama labda kuhesabika ya kwamba ana emotions, yani hisia. Mwandishi alikuwa anasema ya kwamba in fact there are beautiful truths to be garnered from the realization that God's love for us is a deeply emotional love. Yani inaonekana ya kwamba wakati mwingine kwa Mungu inaonekana ya kwamba Mungu mwenyewe ni ukweli unaopendeza, ukweli unaovutia, ya kwamba watu wanaweza wakakusanya na kufahamu ya kwamba upendo Mungu alio nao ni upendo ulio ndani, ulio na hisia ya ndani sana. Anasema ya kwamba but always with the caveat that true God's love, emotional or otherwise, is perfectly, it should not be true of identical to emotions as human experiences. Kwa hivyo katika sekta ya Mungu anatuonyesha ya kwamba kutokana na hisia hii ndiyo tutakayoelewa na kutofautisha ama kufahamu ya kwamba Mungu mwenyewe katika ile hisia aliyo nayo ni hisia iliyo kamili, is perfect. Kwa hivyo iko kamili. Kwa hivyo kutokana na hisia ambayo tutakayoitazama katika mtazamo wa Biblia, tunapojifunza katika siku ya leo, tutaelewa the emotions ambazo Mungu alizo nazo, zinazodhihirisha shauku pamoja na huruma Mungu aliyo nayo. Ni katika siku ya utangulizi kwenye siku ya Jumapili ambayo ni siku ya kwanza,
mwandishi huyu wa leseni alikuwa anazungumzia kuhusu more than a mother's love, yaani ni zaidi ya upendo wa mama mzazi ama mama, ni zaidi ya upendo wa mama mzazi. Nataka tusome katika kitabu kile cha Zaburi 103 mstari wake ni wa 13. Zaburi 103 mstari wake ni wa 13. Mwandishi huyu wa leseni alikuwa anasema hivi: perhaps the greatest love common to human experience is the love of a parent for a child. Ni kweli ya kwamba upendo mkuu, upendo unaozidi pendo zote katika maisha haya, ni upendo unaodhihirishwa baina ya mzazi ama mama mzazi ama baba mzazi na mtoto wake. The Bible often uses the imagery of the parent-child relationship to depict God's amazing compassionate for people. Kwa hivyo Biblia inatumia taswira, ani imagery, taswira ya uhusiano ulio kati ya mzazi pamoja na mtoto, ili ya kwamba aweze kuonyesha upendo wa ajabu huruma ya ajabu ulio katikati ya Mungu pamoja na watu wake. Anasema hivi, mwandishi alikuwa anasema hivi, emphasizing, akiendelea kusisitiza that God's compassion is exponentially greater than even the deepest and most beautiful human expression for the same emotion. Kwa hivyo alikuwa anajaribu kutuonyesha ya kwamba upendo wa Mungu na ule huruma ambao Mungu alio nao kwa watu wake ni zaidi ya uhusiano unaoonyeshwa na hisia inayotokea kati ya mama mzazi ama mama pamoja na mtoto wake. Kwa hivyo inazidi kule. Ndiyo maana kile kitabu cha Zaburi 103 mstari wake wa 13, Biblia inasemaje, mwelekezi wangu? Kitabu cha Zaburi 103 fungu lile la 13, Biblia inasema hivi: kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyomhurumia wamchao. Nirejee tena, kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Asante. Kama vile baba anavyohurumia mwana wake ama wana wake, ndivyo Baba wetu wa mbinguni anavyowahurumia wamchao. Kwa hivyo kuhurumiwa kwako, jambo la kwanza, inakugharimu nawe pia uweze kumcha Mungu, uweze kugundua ya kwamba huyu ndiye baba yangu. Nikiwa na tatizo ndiye ninayestahili kukimbilia. Kwa mfano kama vile mtoto mdogo anapokuwa na shida, akiona dadi, akiona mami, yani anafuraha, anajua ya kwamba ukombozi wangu na usaidizi wangu umekuja. Kwa hivyo ndio maana Biblia inaonyesha ya kwamba kama vile baba anavyomhurumia mwana wake, ndivyo Mungu anavyohurumia wamchao. Je, baba anahurumia wana wake kwa njia namna gani? Hebu nikwambie hivi. Kwa mfano, ningependa nitumie mfano mzuri hapa kidogo. Nakumbuka hapo nyuma kidogo nikiwa mtoto mdogo, kwetu tumezaliwa, maana kwetu sisi tumezaliwa tukiwa watoto 7. Kwa hivyo ni familia kubwa, na mimi nikiwa the second born nilikuwa nimeanza kuonaona. Na jambo la kushangaza ni kwamba, si jambo la kushangaza, lakini kama ilivyo kawaida, kila mtu ametoka katika familia iliyo tofauti. Kuna familia za watu ambao wanaojiweza, na kuna familia zingine ambazo ziko wastani, na kuna zingine ambazo ziko pale chini. Kwa hivyo wakati huo familia yetu, sitaki niseme ya kwamba ilikuwa wastani ama ilikuwa juu, lakini wakati huo familia yetu ilikuwa chini kidogo, maana ndio tulikuwa tunaendelea kukua. Na baba mzazi by that time hakuwa labda na kibarua, na mama pia vile vile. Kwa hivyo ikiwa ya kwamba kuna wakati mwingine, kwa sababu tulikuwa wengi, unapata ya kwamba baba anatuonea huruma sana. Labda pesa imekosa pale nyumbani, na wakati ambapo inapokosa sasa labda chakula ni kidogo. Kwa hivyo baba wanapopika, baba mzazi anapeana kwanza sisi tukule. Anatuonea huruma. Sisi kwanza tukule tushibe, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ili ya kwamba kila ambacho kitakachosalia
atakula, kitakuwa ni chake. Kwa hivyo Biblia inaonyesha ya kwamba ni kweli ya kwamba baba anahurumia mwana wake. Kwa hivyo baba mzazi ama mama mzazi lazima kwanza ahurumie watoto wake, ndiposa labda anachukua, ana sacrifice, anatuweka mbele, the first priority, alafu yanakuja baadaye. Kwa hivyo Biblia inaonyesha kwamba kama vile baba anavyohurumia mwana wake, ndivyo Mungu naye pia anavyohurumia wamchao. Ningependa kusema ya kwamba unaona hiyo huruma ni zaidi ya vile Mungu anavyowahurumia wamchao. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ningependa nikukumbushe ya kwamba ni vema tuweze kumcha Mungu huyu. Unakumbuka vile baba yako mzazi ama vile mama yako mzazi alivyokuwa anakuhurumia? Labda haukuwa na uwezo wa kupata karo, alikuwa anajinyima labda mavazi, anakupa hiyo first priority mavazi, anakuhurumia. Kwa hivyo kwa Mungu ni zaidi ya vile mzazi wako alivyokuwa anakuhurumia, ni zaidi ya vile wewe mzazi utakavyomhurumia yule mtoto wako. Kwa Mungu ni zaidi ya hapo. Ndio maana tunazungumzia katika siku hii ya Sunday kuhusu ni zaidi ya upendo wa mama mzazi. Mungu atubariki tunaposonga mbele katika kile kitabu cha Yeremia 31 mstari wake ni wa 20, ili ya kwamba tusikie ni kipi ambacho Biblia inazungumza pale. Kitabu cha Yeremia 31 mstari wake ni wa 20. Naposoma hapa jambo fulani analozungumza mwandishi, anasema hivi: according to Jeremiah chapter number 31 verse number 21, sawasawa na kitabu kile cha Yeremia 31:20 tutakisoma. Yanasema ya kwamba God views his covenant people as his dear son and a pleasant child. Kwa hivyo Mungu anaona ya kwamba anaona ya kwamba analeta ile taswira ya kuonyesha ya kwamba yeye anaonyesha baina ya watu wake katika ile agano alilofanya kati yake na watu wake, anaonyesha kwamba ni kama ni mwana wake wa kipekee, ni watu special kwa kipekee, na zaidi ya hapo ni mtoto anayependeza, pleasant child. Katika hii agano, je, ni agano gani linaloonekana katika kitabu cha Yeremia 31 mstari wake ni wa 20, msomaji wangu? Biblia inasema hivi katika kitabu hiki cha Yeremia 31:20 kwamba, je, Efraimu si ya mwanangu mpendwa? Je, si ya mtoto apendezaye? Maana kila nisemapo neno juu yake ningali nikimkumbuka sana. Kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake. Bila shaka nitamrehemu, asema Bwana. Asante. Kwa hivyo Biblia inatuonyesha kuhusu Efraimu. Efraimu inakuwa depicted, sisi wote tulitoka katika ile generation ya Efraimu, na kwa sababu hiyo kila mmoja ametoka pale. Zaidi ya kutoka pale, ungeelewa historia vizuri, Efraimu alikuwa nani, ungeshangaa sana. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu huyu ana huruma, kila wakati anataabika juu ya Efraimu, na anamuita Efraimu mwana wake mpendwa. Kwa hivyo mpendwa, ningependa kusema hivi ya kwamba Mungu anataabika sana kuhusu maisha yetu. Anataabika sana katika maisha haya, ili ya kwamba aone ya kwamba kila neno analolizungumza juu yetu linafanikiwa. Kwa hivyo ni agano alilofanya baina ya watu wake ambao anawafananisha kwa jina la kumuita Efraimu, baina yao na Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hivyo Mungu anaonyesha upendo wa kipekee na huruma za kipekee, na upendo unaozidi upendo wa mama mzazi. Mungu atubariki tunapoendelea na kipindi hiki cha lesoni. Barikiwa. Asante sana mwalimu kwa kutuelekeza pale, uliweka utangulizi. Tumeangazia siku hiyo ya Jumapili,
Basi tunapozidi kusonga mbele, kwa mpendwa mtazamaji ambaye anaendelea kufuatilia, ni kwamba zimekatika dakika 29 baada ya saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Kwingineko Marekani ya Kati ni saa 9 na dakika 39. Tupumzike kidogo tu, ama mapumziko mafupi, tunapopata wimbo huu wa Reham Ministers. Wimbo wanasema kwamba upendo. Hebu tusikize ni kipi kile ambacho wanatuelekeza, kwani upendo ndilo amri, ama ndiyo amri kuu ambayo Mungu alituachia sisi. Mpendo, wimbo ule ambao unaenda chini kwa chini ni wimbo wake Lydia Nyaboke Mokogoti, wimbo Ningo Toraranderie Owanchani bwa Kendire. Tunapoendelea kusonga mbele, zimekatika dakika 37 baada ya saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Marekani ya Kati ni saa 9 na dakika 37 pale mji ule wa Arlington, Texas na maeneo ambayo ni karibu. Kisha tunapoendelea basi, pale tulishaanza kuichanganua leseni ya wiki hii. Pale mwalimu wetu aliangazia pale siku ya Jumapili, na pia kuweka utangulizi pale akiangazia zaidi ya upendo wa mama. Kisha baadaye basi tutaangazia siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu basi inazungumza hivi: upendo wenye kuleta maumivu makali. Ninapompa nafasi mwalimu wangu ili aweze kuichanganua siku hiyo ya Jumatatu, je, ni upendo huu upi ambao unaweza leta ama wenye kuleta maumivu makali? Tunapojiandaa na kitabu kile ambacho tutakuwa tunakisoma ni Hosea 11:1 hadi 9, ili tuweze kufahamu ni upendo upi huu ambao unaweza kuleta maumivu makali. Karibu sana Bwana Habakuk. Asante sana mwelekezi. Upendo wenye kuleta maumivu makali, gut wrenching love. Swali ni kwamba ni upendo gani huu ambao unaleta maumivu makali? Kumbuka ya kwamba wakati ambapo Yesu alikufa msalabani, ni kipindi ambacho tunaona ya kwamba Yesu aliyapitia maumivu ambayo ni makali sana. Zaidi ya hapo, ningependa tuweze kufikiri sana katika taswira hiyo. Yaani ni upendo wa namna gani huu ambao uliomfanya Mungu, ukamlazimu Mungu, kwa sababu ya ule upendo Yesu akafa msalabani. Kwa hivyo ni upendo ambao ni wenye kuleta maumivu makali sana. Yaani ni maumivu ya kipekee Yesu aliyapitia. Zaidi ya hapo, unajua unaposoma kile kitabu cha Isaia, inaleta taswira kamili ya kwamba alipitia maumivu ambayo ni makali sana. Kile kitabu cha, nafikiri ni Isaia 53, mstari wake ni ule wa kwanza, wa 3, wa 4, wa 5, inaonyesha maumivu ambayo Kristo aliyapitia. Yaani alijubuliwa kwa sababu ya makosa yetu, alidharauliwa na mambo mengine makubwa. Katika kile kitabu cha Isaia, naomba msomaji wangu akatufungulie pale kitabu cha Isaia tuweze kuona ni maumivu magani haya, ni kipi ambacho Kristo alichokuwa anakipitia. Kitabu cha Isaia 53 mstari wake ni wa 3. Tunapoteremka chini nafikiri mpaka mstari wa 7 pale. Biblia inasemaje mwelekezi wangu? Mstari wake ni wa 3. Mstari wake wa 3 hadi 7. Biblia inasema hivi: alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumuhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichupuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. 6 inasema hivi: sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi zote. 7, alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni,
na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Asante msomaji wangu. Kwa hivyo unapoangalia katika kitabu hiki cha Isaia, kinaonyesha vile Yesu alipitia magumu, alidharauliwa, alitemewa mate, watu walificha nyuso zao wasimuone. Kwa hivyo ni upendo wenye kuleta maumivu makali sana. Lakini hilo lilikuwa tu ni wazo ambalo Roho aliongoza nikasoma hapo, lakini katika fundisho letu tunaangalia kwenye kitabu kile cha Hosea. Hosea mlango wake ni wa kwanza na mstari wake ni wa pili. Ndiyo sababu mwandishi wa leseni alikuwa anasema ya kwamba hesabu ama incalculable, yani kukalculate, hesabu ya undani wa upendo na huruma alizokuwa nazo Mungu kwa wanadamu unaonekana katika kitabu cha Hosea. God had commanded the prophet Hosea, "Go take yourself a wife of Harod and a child of Harod, for the land has committed great harlotry by departing from God." Kwa hivyo watu wanapotoka kwa Mungu, wanapoondoka kwa Mungu, wanafanya kitu ambacho tunaita usinzi. Na kwa sababu hiyo upendo wenye kuleta maumivu makali unaonekana katika kile kitabu cha Hosea. Kitabu cha Hosea, msomaji wangu, Hosea mlango wake ni wa kwanza na mstari wake ni ule wa pili. Mungu anamtuma Hosea afanye nini? Kitabu cha Hosea 1 mstari wake ni wa pili. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi. Hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea, Bwana alimwambia Hosea, enenda ukatwae mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi, kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumwacha Bwana. Asante. Kwa hivyo watu wanapomwacha Bwana, wakitegemea vitu vyao, wakitegemea labda watoto wao, wakitegemea labda wazazi wao, wakitegemea vitu fulani, yani wanaviweka mbele sana, wanamsahau Mungu, ina maana ya kwamba wanafanya usinzi. Kwa sababu hiyo katika kitabu cha Hosea inaonekana, inaonyesha ya kwamba Hosea alikuwa nabii. Hosea alipokuwa nabii akawa mke ambaye ni mzinzi. Hosea akienda labda kwenda kuhubiri, anakuja anapata yule mke wake ameenda katika usinzi, anapatikana ndani ya usinzi. Kwa sababu hiyo unapoangalia katika hiki kitabu cha Hosea, Biblia kwenye kitabu cha Hosea mara nyingi inaonyesha kwamba Mungu anamtuma Hosea kila kunapokucha, anamwambia kwamba Hosea, nenda ulete bibi yako kutoka ndani ya usinzi ukamrudisha tena kwako, akazidi kuwa mke wako. Ndiyo maana unapoangalia kitabu cha Hosea ndani ya spiritual, katika sekta ya kiroho, ukiangalia kitabu cha Hosea inaonyesha ya kwamba Hosea sasa ni Mungu mwenyewe, na yule mwanamke ni watu ambao ni sisi. Mara nyingi tumekuwa ndani ya usinzi kwa kumsahau Mungu. Kwa hivyo sisi tunaonekana kuwa mwanamke yule, na Mungu anaonekana kuwa Hosea ambaye ni nabii. Kwa sababu hiyo Mungu anatuita kila siku na kila wakati kwa sababu ya upendo wenye kuleta makali. Hebu imagine ya kwamba Hosea kila wakati na kila masaa bibi yake anapopatikana usinzini anaenda anamleta. Imagine, hiyo ni kwa sababu ya upendo. Kwa hivyo upendo huo unadhihirisha makali fulani, machungu fulani Hosea anayoyapitia. Ndivyo ilivyo wakati mwingine Mungu anapitia machungu, ana sacrifice mpaka kumtoa mwana wake msalabani ili ya kwamba akaturudishe. Kwa hivyo Hosea ni Mungu mwenyewe na yule mwanamke ni watu wake. Unajua pia Biblia inatuita wanawake mwanamke kwa sababu mwanamke ni kanisa na kanisa ni watu wanaotengeneza kanisa. Kwa hivyo Mungu anatumia machungu makali kuturudisha kwake. Ndiyo sababu unaposoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati inaonyesha jambo fulani, inaonyesha kitu fulani pale. Mlango wake ni wa kwanza na mstari wake ni ule wa 31. Kumbukumbu la Torati mlango wa kwanza mstari wa 31. Mwelekezi wangu, Biblia inasemaje? Biblia inanena hivi:
Na huko changwani, ulipoona alivyokuchukua Bwana Mungu wako kama mtu amchukuavyo mwanawe, njia yote mlioiendea hata mkafikiria mahali hapa. Kwa hivyo ni upendo wenye makali sana. Mwelekezi anapofungua kitabu cha Isaia chapter number 63 mstari wake ni wa 9, tutasoma pale. Kwa hivyo katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati inaonyesha ya kwamba kwa sababu ya upendo Mungu aliokuwa nao, akawalinda Waisraeli, akawafusha katika magumu, akawatunza, akawapigania. Kwa hivyo Mungu alikuwa anapigana, ni makali, ni machungu sana, kwa sababu Mungu anataka tena pia aweze kuturudisha kwake. Hata wakati ambapo tunapomsahau, Mungu bado anatusubiri kwa upendo wenye kuleta makali, ana sacrifice. Kitabu cha Isaia mlango wake ni wa 63 mstari wake ni ule wa 9, 63 verse number 9. Isaia, Biblia inasemaje? Biblia inanena hivi: katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, aliwainua akawachukua siku zote za kale. Asante. Kwa hivyo kwa mapenzi yake na kwenye huruma zake Yesu Kristo alitukomboa. Zaidi ya kutukomboa, akatuinua. Zaidi ya kutuinua, Biblia inasema ya kwamba ni kwa sababu ya ule upendo wenye kuleta makali. Kwa hivyo kwa makali yote Kristo msalabani alitukomboa. Kwa makali yote na uchungu wa kila namna, Yesu tena akatuinua sisi wenye dhambi, sisi tusiyostahili. Kwa hivyo ni upendo wenye makali, wenye kuleta makali. Kitabu cha Mwanzo mlango wake ni wa 43 na mstari wake ni wa 30. Tutasoma pale kitabu cha Mwanzo 43 mstari wake ni wa 30. Msomaji wangu, Biblia inasema hivi, Mwanzo 43 mstari wa 30. Mstari wa 30 pale Biblia inasema hivi: Yusufu akafanya haraka kwa sababu moyo wake ulimuonea shauku nduguye, akatafuta pakulia, akaingia chumbani mwake akalia humo. Asante. Kwa hivyo Yusufu naye pia, unajua ni kwa sababu inaonyesha ya kwamba shauku. Yusufu alipokuwa ameuzwa na ndugu zake, Yusufu ikawa ya kwamba walipokuja kwa sababu ya njaa, wakaja ili ya kwamba waweze kupokea vyakula kutoka pale Misri. Yusufu akiwa pale kama prime minister na akiwa mkuu katika ile inji, ikawa ya kwamba akachukua kikombe akaweka ndani ya vyakula, ili ya kwamba wakiwa wanatoka ikabidi ya kwamba lazima waangaliliwe. Katika harakati ya kuangaliliwa ikapatikana ndugu yao mmoja alikuwa na kikombe cha prime minister. Ikawa ya kwamba lazima atazuiwa, ili ya kwamba waende wakamuite baba yao, ili ya kwamba Yusufu aweze kuhakikisha, je, kwa hakika hawa ni ndugu zangu ama sio ndugu zangu. Waliporudi, kile kikombe kilichochukuliwa, Biblia inasema ya kwamba Yusufu akawaonea shauku sana, na kwa sababu hiyo baada ya kuona baba yake mzazi akarudi ndani akalia sana. Ndivyo Mungu wetu naye pia anavyolia wakati ambapo watu tunamsahau Mungu na kuwa wazinzi kwa namna ya kusahau Mungu na kuipenda dunia, kama vile kile kitabu cha nafikiri ni Yakobo 4 mstari wake ni wa 4 kinavyoweka maneno. Leo nasema ya kwamba enyi wazinzi, amjui ya kwamba kuwa rafiki ya ulimwengu ni kuwa adui wa Mungu. By the way, naomba tukasome hicho kitabu cha Yakobo ama James chapter 4 nafikiri verse number 4 inazungumzia enyi wazinzi somewhere pale. Tunapomsahau Mungu, tunapokuwa marafiki wa dunia, tunakuwa wazinzi. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ya upendo wenye kuleta makali sana, ndiyo maana hata leo sauti ya Mungu inatuzungumzia ikituambia kwamba rudi nyumbani. Kitabu cha Yakobo 4 mstari wake ni wa 4 tunaposonga mbele. Biblia inasemaje? Ninapofungua pale Yakobo mstari wake wa 4, Biblia inasema hivi, enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia
hujifanya kuwa adui wa Mungu. Asante. Kwa hivyo sisi ni wasinzi, kama vile Biblia inasema ya kwamba tunapomsahau Mungu tunakuwa wasinzi, kama vile mkewe Hosea ambaye ni Goma alipokuwa anamsahau bwana wake. Wakati mwingi tumesahau Bwana wetu ambaye ni Mungu mwenyewe, na tunatumainia mabwana wengine ambao ni mashetani na kadhalika. Kwa hivyo Mungu anatuita ya kwamba ni upendo wenye kuleta makali anapotuomba na anapotuita kila wakati na kila dakika tuweze kumrejea Mungu wetu wa mbinguni. Tubarikiwe sana tunaporudisha sekta hii ama sehemu hii kwa mwelekezi wangu, ili ya kwamba tuweze kuendelea mbele. Bariki. Basi tunapozidi kusonga mbele, mpendwa, zimekatika dakika 52 baada ya saa 6 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Kwengineko Marekani ya Kati ni 52 baada ya saa 9 mji ule Washington, Texas na maeneo ambayo ni karibu. Tupate mapumziko mafupi. Nitakuwa nikirejea na taarifa za habari kwa yale ambayo yanaendelea humu nchini. Kisha baadaye tutaendelea katika awamu yetu ya 3 na awamu ya mwisho katika kipindi chetu Vijana na Maisha, mwongozo wa kuisoma Biblia. Usiende mbali. Kibao kile ambacho tunakipata sasa hivi ni wimbo wa Pillars of Faith, upendo. Hebu tusikize ni kipi kile ambacho wanakinena pale. Pale zikiwa zimekatika dakika 10 baada ya saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki, mida ile ya Marekani ya Kati, mji wa Washington, Texas na mji wa Washington, Texas pale ni saa 10 na dakika 10 pale zimekatika. Tunapoendelea mpendwa kusonga mbele katika kuangazia leseni, basi pale tumeangazia siku ya Jumatatu, siku ya Jumapili. Basi tunapoendelea mbele siku ya Jumanne, kwa kwamba pale inataja kwamba huruma ya Yesu. Je, huruma ya Yesu tutaipata namna gani? Tukiangazia Agano Jipya na Agano la Kale. Basi nimpe nafasi mwalimu aangazie siku hiyo ya Jumanne pale ambapo mada yake ni huruma ya Yesu. Pale naona mwelekezi ambaye aliandika leseni pale akitambua kitabu kile cha Waefeso 2:4 na pia kitabu kile wa Korinto wa pili 1:3 pale. Hebu nimpe nafasi mwalimu aweze kuichanganua siku hiyo ya Jumanne, kisha baadaye tutaingia siku ya Jumatano na tutamatishia siku ile ya Alhamisi namna hiyo tunapozidi kuendelea mbele. Karibu sana Bwana Habakuk. Asante sana mwelekezi wangu pale kwa nafasi tena, na Mungu amekuwa mwema tena, pia tumerejea hewani. Katika siku hii ya Jumanne inazungumzia kuhusu huruma ya Yesu. Huruma ya Yesu kama vile tulivyozungumzia pale mwanzo, tukajifunza tumekuwa tukizungumzia kuhusu shauku na huruma. Mungu ni mwenye shauku na huruma. Kwa hivyo katika siku hii ya Thursday tunapozungumzia kuhusu huruma ya Yesu, ningependa tuweze kuangalia katika kile kitabu cha Wakorinto wa pili, mlango wake ni wa 1 na mstari wake ni wa 3. Naposoma kila ambacho mwandishi wa leseni aliyeandika, anasema ya kwamba in the New Testament the same kind of imagery as in the Old is used to depict God's compassion. Yaani ya kwamba katika Agano Jipya kama vile walivyotumia taswira ya Agano la Kale, ni ya kwamba taswira iliyotumiwa hapa ili ya kwamba iweze kuonyesha huruma ya Mungu. Paul refers to the Father as the Father of mercy and God of comfort. Kwa hivyo Paulo anaonyesha ama anatuonyesha Mungu kuwa Baba ambaye ni Baba wa huruma, na zaidi ya huruma ni Baba anayefariji ama Baba mfariji. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili mlango wake ni wa 1 na mstari wake ni wa 3. Tusikie ni yapi ambayo Paulo anamzungumzia Mungu anapoonyesha kuhusu huruma ya Yesu. Karibu msomaji. Kitabu cha Wakorinto wa pili 1 fungu lake la 3 inasema hivi: na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Asante. Kwa hivyo Paulo anamtambua Mungu kuwa Baba wa Yesu Kristo, na Baba huyu anasema ya kwamba ni Baba wa huruma, na zaidi ya huruma anasema ya kwamba ni Baba ambaye ni Baba wa faraja. Kwa hivyo
Mungu huyu tunapozungumzia kuhusu huruma ya Yesu, inaonekana ya kwamba anaonyesha ya kwamba Paulo anamkumbuka, anamuita Baba. Mungu anamuita ya kwamba yeye ndiye Baba wa Kristo, na huyu Yesu Kristo anamuita ya kwamba Baba yake ni mwenye huruma, na zaidi ya huruma ni Baba anayefariji. Kwa hivyo tuelewe hivi ya kwamba tuna Baba yetu ambaye ni mfariji, ambaye ni mwenye huruma, ambaye ni mwenye upendo. By the way, upendo huu unajidhihirisha tunapozungumzia kuhusu mada kubwa ile ambayo imebeba leseni mzima, tunapozungumzia kuhusu upendo wa Mungu na haki yake, yani God's love and justice. Inaonyesha ya kwamba kwa hakika Baba huyu ni mwenye huruma. Kwa hivyo sasa, huruma hii ya Yesu Kristo inajidhihirisha namna gani katika kile kitabu cha Waefeso 2 mstari wake ni 4. Maana Paulo anasema hivi, Father Paul explains in Ephesians chapter 2 verse number 4. Anasema nini ama anafafanua nini? Kitabu cha Waefeso 2 mlango wake ni 4. Biblia inasema hivi, Waefeso 2 mlango wake wa 4, kwamba lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda. Kwa hivyo tena Paulo anaonyesha Mungu kuwa ni mwingi wa huruma, ama huruma ni mwingi wa huruma, na yeye ndiye aliyetukomboa. Unajua Mungu hapa sasa inaonyesha ni Yesu Kristo, maana tumekombolewa kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, kama vile kile kitabu cha Waibrania kinavyoweka, Waibrania 9. Kwa hivyo wapendwa, ningependa kusema ya kwamba huruma ya Yesu Kristo inajidhihirisha namna gani? Kitabu cha Mathayo mlango wake ni wa 9 na mstari wake ni wa 36. Ninaposoma maneno anayozungumza hapa mwelekezi wa leseni, anasema hivi, again and again in the gospel. Anasema ya kwamba tena na tena ndani ya Injili, Christ was said to be moved to compassion by people in distress and in need. Anaonyesha ya kwamba tena na tena zaidi Yesu Kristo alisongeshwa kupitia kwa huruma aliyokuwa nayo, akionea watu waliokuwa na mahitaji. And he not only felt compassion, he addressed the people's needs as well. Kwa hivyo hata sio huruma peke yake, tena Yesu alishughulikia watu katika mahitaji yao wenyewe. Kitabu kile cha Mathayo mlango wake ni wa 9 na mstari wake ni wa 39. Biblia inasemaje? Kitabu cha Mathayo pale mlango wa 36, Biblia inasema hivi, na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Asante. Kwa hivyo tena Yesu Kristo anaonekana ya kwamba ana huruma wakati ambapo alipowaona watu, akaona kana kwamba ni watu ambao wasiokuwa na mchungaji, yani ni watu waliotapakaa, wakaenda hapa, wengine wakaenda hapa, yani wakaenda vikundi. Kwa hivyo mchungaji anaweka watu wake pamoja. Kwa hivyo Kristo anapowatazama watu, alipowaona, Biblia inasema ya kwamba aliwaonea huruma. Kwa hivyo Yesu ni mwenye huruma, yani huruma ya Yesu kulingana na the subtopic ambayo tunayoizungumzia katika siku hii ya Tuesday. Ndio maana mwandishi pia alikuwa anasema ya kwamba yes, Jesus also lamented over his people, ya kwamba ndio bado Yesu katika ile huruma alilia kwa sababu ya watu wake. One might imagine the tears in Christ's eyes as he looked out over the city. Yani mmoja anaweza akafikiri kuhusu machozi aliyomwaga Yesu Kristo aliyoyamwaga kuhusu ule mji wa Yerusalemu. How often I wanted to gather your children together. Yani ni mara ngapi nilikuwa nataka niweze kukusanya watoto wako mara moja pamoja. Yerusalemu ni mara ngapi? As a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Kama vile kuku
anavyoleta vifaranga vyake na anaviweka ndani ya mbawa zake. Kwa hivyo Kristo alikuwa anataka aweze kuleta mji wa Yerusalemu, akauweke ndani chini ya mbawa zake kama vile kuku anavyofanya. Lakini Yerusalemu, watu wa Yerusalemu, wanafunzi wa Yesu Kristo, yani watu wa Mungu, hawakukuwa tayari kufanyiwa hilo jambo. Kitabu kile cha Mathayo 23 na mstari wake ni wa 37, Biblia inasemaje namna na jinsi ambavyo Kristo alivyomwaga machozi. Imagine, yani tafakari, Yesu anapomwaga machozi inamaanisha nini? Kitabu cha Mathayo 23 mstari wake ni wa 37. Biblia inasemaje msomaji? Biblia inasema hivi. Naam. Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamukutaka. Kwa hivyo Yerusalemu ilionekana ya kwamba imetapakaa. Watu wa Yerusalemu, unajua Yerusalemu ni mji mteule, ni watu wa milki ya Bwana, kama vile leo pia tunavyokuwa watu wa Mungu. Je, ni mara ngapi Kristo anahitaji aweze kutukusanya? Kama vile alivyotuona katika ile context ya kitabu cha Mathayo tulichokisoma, akasema ya kwamba aliwaonea huruma kama watu wasiokuwa na mchungaji. Kwa hivyo Kristo ndiye mchungaji wa kweli, amekuja kwetu, anatuita ili ya kwamba aweze kutukusanya na kutuonyesha njia iliyo salama, lakini hatutaki kusikia yale anayoyanena. Kwa hivyo Kristo ni mwenye huruma, ni huruma ya Kristo katika siku ya Jumanne. Kwenye siku ya Jumatano tunazungumzia kuhusu wivu wa Mungu, ama Mungu ni mwenye wivu. A jealous God. Ni swali. By the way, ni swali hapa katika lugha ya Kizungu wameuliza swali. A jealous God. Je, Mungu ni mwenye wivu ama Mungu mwenye wivu? Ningependa niweze kulijibu hilo katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Taurati, mlango wake ni wa 4 na mstari wake ni wa 31. The God of the Bible is a compassionate God. Mwandishi wa lesson alikuwa anasema kwamba Mungu wa Biblia ni Mungu mwenye huruma. In Hebrew, God is called El Raham. Yani katika lugha ya Kiebrania Mungu anaitwa El Raham. Inamaanisha nini? The term El means God. Kwa hivyo unapoona El kwa lugha ya Kiebrania inamaanisha Mungu. And Raham, R-A-H-U-M, is a different form of the root of compassionate. Kwa hivyo Raham ni different form, yani ni huruma tofauti ambazo zinazojidhihirisha hapa. Ndiyo maana katika kile kitabu cha Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati, mlango wake ni wa 4 na mstari wake ni wa 31, inazungumzia huruma ya kipekee. Unajua kuna huruma tofauti. Kuna mtu ambaye anaweza akakuonea huruma kwa sababu uko na pesa, mwingine akuonea huruma kwa sababu ni rafiki yake, mwingine akuonea huruma kwa sababu wewe ni nini. Yani lakini kwa Mungu Raham inamaanisha different kinds of compassionate. Kwa hivyo tungependa tuweze kuangalia kitabu hiki cha Deuteronomy chapter 4 verse number 31 inazungumza nini? Biblia inasema hivi. Kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema, hatutakosa wala kukuangamiza, wala hata lisahau agano la baba zako alilowaapia. Asante. Kwa hivyo tena Mungu huyu ni mwenye huruma, na sawasawa na agano alilowaapia baba zako akina Ibrahimu, Isaka, Yakobo, ya kwamba yeye ni Mungu wao. Kwa hivyo Mungu wa baba yetu ambaye ni baba yetu akina Yakobo hawezi akasahau agano alilolifanya na Abraham na Isaka na wale ambao ni mababu zetu. Kwa hivyo Mungu huyu ni mwenye rehema, yani not rehema, lakini ni mwenye huruma. Lakini swali ni kwamba je, Mungu ni mwenye wivu? Ndilo swali ambalo ningependa niweze kulijibu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango wake ni ule wa 6 na mstari wake ni wa 15.
Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, Kumbukumbu la Torati 6:15. Biblia inasema kwamba kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu, asiche ikawaka juu yako hasira ya Bwana Mungu wako akakuangamiza kutoka juu ya uso wa nchi. Asante. Je, wajua Mungu ni mwenye wivu? Maana Biblia imejibu na zaidi ya kujibu imeonyesha ya kwamba Mungu hasira yake inawaka. Je, unafahamu ya kwamba Mungu hasira yake inawaka? Kile kitabu cha Waebrania 13 na mstari wake ni ule wa mwisho pale chini. Sikumbuki mstari wake ni ngapi, lakini naomba msomaji akatusomee. Uelewe ya kwamba Mungu ni nini. Mungu ni nini? Uelewe Mungu ni nini. Na hasira yake ikiwa ya kwamba imepanda, anageuka anakuwa nini? Biblia inasemaje? Waebrania 13 fungu lake la mwisho pale chini. Fungu la mwisho pale ni 25. Na Biblia inasema hivi, neema na iwe nanyi nyote. Naomba usome 24. Wasalimuni wote wenye kuwaongoza na watakatifu wote au walio waitalia wasalimu wote wenye kuwaongoza na watakatifu wote hao walio na Italia wanawasalimu. Neema na iwe nanyi nyote. Asante. Naomba usome 11. Fungu la mwisho. Fungu la Waebrania 11. Ndio. Fungu la mwisho pale. Biblia inasema hivi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuweka sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Asante. Kuna fungu ambalo mpenzi mtazamaji na msikilizaji nilikuwa nataka nilete, ambalo linazungumza ya kwamba Mungu wetu ni kama moto uwakao. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Mungu wetu ni kama moto uwakao. Nafikiri kiko katika kile kitabu cha Waebrania, lakini nimesahau kidogo verse na chapter yake. Anasema ya kwamba Mungu wetu ni kama moto uwakao. Kwa hivyo hasira ya Mungu inapopanda na Mungu akiwa kama moto ulao ama uwakao, nataka niseme ya kwamba Mungu anapokuwa ya kwamba amekasirika, ana wivu kwa sababu tumemsahau Mungu wetu na kwenda kwingine, anaweza akatuangamiza kama vile Kumbukumbu la Torati kilivyozungumza 6:15. Kwa hivyo Mungu ni mwenye huruma. Biblia inasemaje mwelekezi wangu? Fungu hilo natumai umelipata. Ni kitabu kile cha Waebrania 12:29. Biblia inasema hivi, pale inaanzia 28, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu wa kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Asante. Hilo ndilo fungu ambalo nilikuwa natafuta. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Unajua moto unapokula unameza kila kitu, unaharibu kabisa, na kila ambacho unachobakisha ni njivu. Lakini kwa Mungu hata njivu yawezekana usilione. Kwa hivyo Mungu ni mwenye wivu sana. Wakati ambapo unapomwacha Mungu huyu unaenda kwa Mungu mwingine, Mungu anakuwa na wivu sana kwa sababu yako. Na kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13 mstari wake ni 4, tuweze kuelewa maana ya huyu Mungu kuwa mwenye wivu ni nini. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13 mstari wake ni 4. Biblia inasemaje mwelekezi wangu? Wakorinto wa kwanza 13 mstari wake ni 4. Biblia wa kwanza 13 mstari wake wa 4. Biblia inanena hivi, upendo uvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabali, haujifuni. Kwa hivyo upendo inasema kwamba upendo hauna hasira, na upendo huu hauna wivu pia. Kwa lugha kwa neno lingine, wivu ndani yake. Lakini inakuwaje tena pia Mungu anakuwa mwenye wivu? Kitabu kile cha Wakorinto wa pili mlango wake ni wa 11 na mstari wake ni wa 2. Uelewa vile Biblia inasema ya kwamba
Paulo anatuonea wivu, lakini sio wivu tu hivyo, ni wivu wa kimbingu. Kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wake ni wa 11 mstari wake ni wa 2. Naomba msomaji wangu akatusomee pale, ili ya kwamba nisije nikaquote vibaya. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili mumuletee Kristo bikira safi. Asante. Kwa hivyo kila ambacho wivu ambao Mungu alio nao ni kwamba angependa sisi wote tuweze kuwa watu wake. Jambo hilo ni nzuri sana, ya kwamba Mungu ana wivu ili ya kwamba anahitaji kila mmoja wetu aweze kuwa mtu wake, aweze kuwa mtoto wake. Unajua, kukua ni kukubali ya kwamba nimemkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu. Zaidi ya hapo, unamwamini Kristo huyo, kama vile kitabu cha Marko 16:16 kinavyosema. Zaidi ya kuamini, unapokea ubatizo. Zaidi ya kupokea ubatizo, unaokolewa, yani unaokoka. Unapookoka sasa unakuwa mtoto wa Mungu. Kwa hivyo wivu ambao Mungu alio nao sio wivu mbaya, ni wivu wa kutufanya sisi wote kuwa watoto wake. Ndiyo maana tunazungumzia kuhusu wivu, Mungu mwenye wivu. Zaidi ya hapo, mada yetu kubwa, usisahau katika kuota hii, inazungumzia kuhusu God's love and justice. Kwa hivyo kwa sababu ya upendo huo, Mungu ana wivu kwetu na anahitaji kila mmoja aweze kupokea uzima wa milele. Barikiwa mpendwa. Basi tunapoendelea kusonga mbele, mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia pale katika awamu hii ya mwisho, baadhi ya wale ambao naona pale wanafuatilia, namuona Manase mwana Liverpool anasema kutoka eneo lile la Ngararo Transmara anafuatilia. Sara Monyoni tokea Kisii Nyanguzu, pamoja, asante sana kwa kuwa ndani na kusidi kufuatilia katika kipindi chetu cha vijana na maisha, kwa kwamba tunaendelea kusonga mbele zikiwa zime katika dakika 30. Tupate mapumziko mafupi tu, kisha baadaye tutarejea tuangazie siku ile ya Alhamisi, na kisha baadaye nitaona kama pale kuna maswali ambayo mmeyatuma, kisha baadaye tukiyapitia, basi tutakuwa tunatamatisha kipindi chetu katika siku hii ya leo, siku ya Ijumaa, ikiwa kwamba leo hii ni tarehe 24 mwezi ni wa Januari, mwaka ni 2025. Kuiangazia siku hii ya Alhamis, siku ile mwongozo wa Biblia pale unasema kwamba mwenye huruma na shauku. Karibu tena Bwana Habakuk. Asante mwelekezi wangu pale. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi, ametuwezesha tena pia tumerejea kwa njia ya kipekee. Mwenye huruma na mwenye shauku. Mwandishi wa leseni alikuwa anasema ya kwamba the God of the Bible is a compassionate and a passionate. Mungu wa Biblia ni mwenye huruma na shauku. And these divine emotions are supremely exemplified in Jesus Christ. Na katika hisia hizi za kitakatifu zinaonekana na zinakuwa wazi na zinakuwa rahisi kupitia kwa Yesu Kristo. God is sympathetic, ya kwamba Mungu ni mwenye huruma sana, ana huruma sana. Compare with Isaiah chapter number 63 verse number 9, tulisoma hiyo, lakini tutasoma kitabu ambacho kinaitwa Waibrania 4 mstari wake ni wa 15. Alafu pia tutaangalia kile kitabu cha Mathayo 14:14, kitabu cha Waibrania 4:15. Mwelekezi wangu, Biblia inasemaje? Waibrania 4:15. Biblia inasema hivi: kwa kuwa hamuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Asante. Kwa hivyo Yesu Kristo, he is deeply affected by our sorrows. Yani ya kwamba anahuzunika sana. Kwa hakika kutoka ndani yake anayachukua masikitiko yetu, kwani mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Je, jambo jingine ni gani analolizungumza tena pia Yesu Kristo huyu mwenye huruma na mwenye shauku? Anazungumza jambo gani? Anasema ya kwamba and willing to hear and answer and comfort. Yesu huyu tena
ako na ile yani katika mapenzi yake yeye ako karibu sana aweze kusikia kilio chako mpendwa, kwa sababu ana huruma pamoja na shauku. Zaidi ya kusikia kilio chako, yuko tayari aweze kukujibu. Kama ni maombi, atakushughulikia. Zaidi ya maombi, yuko karibu kufariji. Kwa hivyo ni mwenye huruma na ni mwenye shauku. Kwa namna gani? Kitabu cha Mathayo 14 mstari wake ni wa 14. Biblia inasemaje? Mathayo 14 fungu lake la 14. No. Biblia inasema hivi. Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya magonjwa wao. Asante. Samahani, akawaponya wagonjwa wao. Asante. Kwa hivyo ni mwenye huruma, tena ni mwenye shauku. Zaidi ya shauku, kama ni ombi, yuko karibu kukushughulikia. Kama ni ugonjwa, atakushughulikia. Kama ni faraja baada ya kuwapoteza labda wazazi ama watu wa familia, yuko karibu pale pale ili ya kwamba aweze kukushughulikia. Kwa hivyo Yesu huyu kwa hakika ni mwenye huruma na ni mwenye shauku. Kitabu cha Isaia 49 mstari wake ni wa 10. Kumbuka katika fungu kuu tulisoma mstari wake wa 15, lakini sasa hivi nitasoma kitabu hiki cha Isaia, mlango wake ni wa 19, mstari wake ni wa 10. Biblia inasemaje? Isaia. Biblia inasema hivi. Na nguzo za nchi zitafunjika vipande vipande, wote wafanyao kazi ya mshahara watahuzunika nafsini mwao. Tusome kitabu kile cha Isaia 44:9. Samahani. 44 na 9. 49 mstari wake ni wa 10. Isaia 49 mstari wake wa 10. Biblia inasema hivi. Hawataona njaa wala hawataona kiu, hali haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia, naam, karibu na chemichemi za maji atawaongoza. Asante. Kwa hivyo yuko karibu kujibu. Kama ni ombi la vyakula, kama ni ombi la vitu fulani, yuko karibu kusaidia. Kwa hivyo Mungu huyu, he is willing to hear, answer and comfort. Take those 3 words. He is willing to hear and answer and comfort. Hear, answer and even comfort. Apart from that, the same God anachukua masikitiko yetu. He is deeply affected by our sorrows. Kwa hivyo inaonyesha kwamba kwa hakika Mungu ni mwenye huruma na ni mwenye shauku. Ndiyo maana ningependa mpendwa, niseme hivi ya kwamba tunapokaribia kutamatisha kipindi hiki, nataka nikwambie ya kwamba nasi pia kama Wakristo, kama watu wa Mungu, tunastahili kuonyesha haya kwa watu wengine. Ndiyo sababu mwandishi wa leseni alikuwa anasema pale chini, the last paragraph, ya kwamba let our prayers be, wacha maombi yetu yawe hivi: may the Lord make you increase and abound in love to one another. Wacha Mungu wetu wa mbinguni ambaye ni Bwana wetu aweze kutuongezea, na zaidi ya kutuongezea aweze kufungua upendo zaidi yetu na watu wengine, baina yetu na watu wengine, and to all, na watu wote, so that he may establish your hearts blameless in wholeness before our God the Father at the coming of our Lord dear Jesus Christ with all his saints, ili ya kwamba tuweze kuonekana bila hila lolote mbele ya Yesu Kristo atakaporejea mara ya pili katika utakatifu wa Mungu, mbele ya Mungu pamoja na Yesu Kristo atakaporejea mara ya pili na kwa watakatifu wote. Ndiyo sababu kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wake ni wa 3 na mstari wake ni wa 12 na 13, Biblia inayazungumza maneno mazito. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wake ni wa 3 na mstari wake ni ule wa 12 na 13. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi: Bwana na awaongeze na kuwasidishia katika upendo, ninyi kwa ninyi,
na kwa watu wote, kama vile sisi nasi tulivyo kwenu. 13. Apate kuifanya imara mioyo yenu iwe bila lawama katika utakatifu mbele za Mungu Baba yetu wakati wa kucha kwake Bwana wetu Yesu pamoja na watakatifu wake wote. Asante. Mungu atubariki, Mungu atuwezeshe ili ya kwamba maneno haya ya kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 3:12-13 yaweze kudhihirishwa katika maisha yetu tunaposubiri marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Barikiwa sana. Kumbuka fundisho ni kuhusu God's love and justice. Tunapozungumzia siku ya leo, God is passionate and compassionate, ya kwamba Mungu ni mwenye huruma na shauku. Bwana akubariki. Asante sana mwalimu kwa kuangazia siku hiyo, na vile vile yule ambaye amekuwa akifuatilia leseni tangia wakati ule ambao tulianza pale, zikiwa zimekatika dakika 49 baada ya saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Kwingineko Marekani ya Kati ni saa 10 na dakika 49. Tunapoendelea kusonga mbele tu tuzame kidogo, tukirejea niangalie pale kama kunayo maswali tutayaangazia, kisha baadaye tutatamatisha kipindi. Jina langu ni Geoffrey Nyaku. Pale wanajulikana kama kwaya ile kutoka Psalms Melodies, chukua godoro ondoka umekwisha pona, jinsi ambavyo Yesu alikuwa anafanya kazi yake, zikiwa zimekatika dakika 56 baada ya saa 7 mchana masaa ya Afrika Mashariki. Marekani ya Kati pale ni saa 10 na dakika 56. Kwa kwamba sijaona swali lolote pale, ila tu jumbe za wale ambao wanatuma salamu, basi nitampa nafasi mwalimu wangu wa leseni tuweze kukuaga rasmi pale, kisha baadaye tutapata nyimbo 2-3 hivi tunapotamatisha kipindi. Karibu sana Bwana Habakuk. Asante sana mwelekezi wangu tena pia kwa nafasi ya kipekee. Kwanza nikushukuru mpenzi mtazamaji na msikilizaji mahala popote ambapo ulipo pale, na kushukuru kwa kuwa mwaminifu kwa sababu umekuwa ukifuatilia vipindi hivi kwa njia ya kipekee. Mungu akubariki mahala popote ulipo, na kwenye sehemu ambapo utakapo kuwa ukiabudu kesho katika siku ya ibada, na kutakia mema. Barikiwe sana, na ningependa nitume salamu zangu kwenda pale nyumbani, niwatumie wazazi wangu, na pia nitumie ndugu na dada zangu, niwatumie wana Gecom 2 Youth pamoja na washiriki wote wa Gecom, washiriki wa Mwembe Riverside pamoja na Etang na makanisa yote, hata ikiwemo kanisa letu la Maruanga pamoja na Oguoyo na makanisa yote duniani kote, na Wakristo wote na watazamaji wote na kila mmoja wenu, na watakia mema na sabato njema. Mungu awalinde tena pia mpaka wakati ambapo tutakapoonana. Tusipoonana hapa duniani, ombi langu ni kwamba tukutane kule mbinguni. Bwana awabariki. Asante sana mwalimu wetu kwa kufanya vile. Naona pale Popo Gemba anasema kwamba nawapata live and clear. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia. Basi kufika hapo ndipo tunafika tamati katika kipindi cha siku hii ya leo, kwa kwamba ni vijana na maisha, mwongozo wa kuisoma Biblia. Panapo majaliwa wiki ijayo tutapatana, na tukipatana pale tutakuwa tunaangazia ghadhabu ya upendo wa Mungu, kwamba ni leseni ya 5, na pale leseni hii ya 5 basi tutaianza kuisoma kesho mchana pale kanisani kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 31. Kwa kwamba wiki ijayo ndio wiki ya mwisho katika mwezi huu wa Januari, na siku hiyo ya Ijumaa ndio itakuwa siku ya mwisho ya mwezi wa Januari tunapojiandaa katika mambo mengine pale. Basi nami nakutakia kila laheri uendapo kanisani kesho. Wasalimie, fikisha salamu kutoka Bax Global Radio, na kisha baadaye panapo majaliwa tupatane. Makanisa yote, kanisa la Mwembe SDA, kanisa la Jogoo, kanisa lile kutoka pale Nakuru West SDA Abundant, na CRVC nzima tunawatumia salamu, bila kusahau South Kenya Conference nzima. Basi salamu sipokee ama kutoka kwetu hapa Global Radio. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Kwaheri kwa sasa, tupatane panapo majaliwa pale.